Twende kazi. Bwana leo nakupa story. Kulikuwa kuna mji fulani wapo, huu mji walikuwa watu wanazingua kinoma, kuanzia wafalme, kuanzia wenye kuanzia washua, kuanzia madingi wa maza nini, vijana watoto wote miayusho kinoma. Mungu akaangalia akaona mnaletea mazoea. Ni hapa nawaunguza. Nyie nawapa adhabu nyie. Nyie mimi namalizana na nyie. Mimi namalizana na nyie. Huo mji unaitwaje mwanangu? Unaitwa Ninawi. Ninawi watu wa Sodoma na Gomora. Hamna hiyo Ninawi, watu wa Ninawi wauni kinoma, yani wanazingua kinoma. Yaani waovu hawajali chochote, wamepinda mpaka mwisho. Kwa Mungu akaona, lakini unajua Mungu ana huruma. Mungu akaona hawa ngoja nisiwaangamize, ila nawapa message kwanza. Kuna mwamba mmoja huyo hapo alikuwa ameshiri namna gani, mtu wa Mungu hapo ndo anatumwa, wewe unabii anaitwa Yona. Akamwambia wewe Yona, sikia. Yona, nenda Ninawi. Waambie watu wa Ninawi, mimi naruka nao, nitaonyosha ujue. Wamezidi yani wanazingua. Mimi hao wamezidi na wanyosha sasa hivi. Yona kataka kumkadiria Mungu, akamwambia bwana wewe, watu wenyewe waovu kama vipi, wewe wachome tu. Wewe malizana nao tu, unaongea nao nini? Watu wenyewe wanatamia uso. Wewe kama vipi wapasue tu. Wewe ruka nao tu. Mungu akamwambia wewe nenda ukawaonye kwanza, uwaonye. Ili sije kuonekana kama namna gani nimeonea. Yona alipoambiwa aende huko akalaza kemeli mwanangu, amekuda zake boti. Baada ya kwenda kwa alipotumwa Ninawi akaanamsha kuna tauni nyingine inaitwa Tarashishi huko. Tarashishi akawa anaondoka zake Tarashishi. Tarashishi. Sehemu nyingine. Yaani kwa mfano umeambiwa uende zako Morogoro, yakamwa ende zake Pemba. Tarashishi. Au anaenda sehemu nyingine. Mwanangu alipofika kwenye meli, Mungu nimemtuma Ninawi, huko Tarashishi anafuata nini? Kwa hiyo mle kwenye meli Mungu akaleta zoruba kwenye nani, kwenye akaanza kuamsha naye yeye. Kama mimi kunaongea vitu serious, anachukulia masiara. Wewe ile meli mwanangu imepigwa wimbi. Sasa unajua tu zamani uko unajua kama kabisa haiwezi kutokea tu kawaida. Mwanangu umepigwa wimbi, mwanangu umepelekwa juu, umeshuka chini. Na hiyo mwanangu pigwa wimbi kuna kutapika ujue huko kwenye meli, bahari kichafuka. Au mwanangu mnatapika sasa. Hamna mifuko. Kuna mifuko enzi hizo. Enzi za Tarashishi mambo ya Ninawi. Kapteni akasema sikizeni tupige kura, kuna mtu ananuksi anasababisha balaa huko hapa. Kura ikamwangukia Yona. Yona vipi? Yona akasema mwanangu kweli mimi ndio nimesababisha miayusho hii hapa. Kwa sababu gani? Mimi mambo niende zangu hivi. Nimezingua. Kwamba bwana wewe kwa sababu unasababishia shida wanangu, sisi tunakutosa. Amsha. Watu wakamtupa kwenye maji mwanangu. Sasa sijui alikuwa anajua kuogelea au hajui. Wewe mwanangu Yona akatoka kwenye maji. Alipotoka kwenye maji mwanangu ukatokea msamaki huko. Sijui ulikuwa mnyangumi, sijui kwa nini mwanangu ukajua msosi ukammeza. Wewe mchize memezwa na samaki lakini hajadedi kwenye tumbo samaki anakula joto mwanangu. Baada ya siku 3 hiyo samaki sijui alisikia kichefu sijui kuaje. Wewe ameenda akamtapika kwenye pwani hapa. Nakwambia wewe unadhani kwa wewe kusikia nini wewe samaki anatapika. Wewe unatapika bila kusikia kichefu. Naona samaki akaona mbona huko tumboni selewi huko. Kiona kinagauka mle tumboni kinagauka. Akaona sio kweli. Samaki akaenda mwanangu pembeni bichi. Afu hajamtemea nchi kavu. Akaenda bichi mzee akamtapika. Yona akatoka. Kimeloa mate ya samaki. Yona alipostuka pale kwa bichi anastuka una nini? Akamwambia wewe. Anastuka na yuko kule Ninawi alikuwa amepelekwa. Akaona kwani Mungu ameninyosha. Yaani Mungu anataka kumuonesha wewe huwezi kunikimbia mimi. Mimi nikiamua langu inatokea. Hii bahari na control. Mimi kila kitu na control. Mimi wa samaki yenyewe. Hata hiyo kichefu nimemtia mimi akutapike ungedigest. Yona katapika. Nakwambia. Wewe soma story. Sasa unamtapika vipi? Unamtapika? Yona mwanangu alipotoka pale akaona hapa imekuwa mbaya hii. Akaanza kuhubiri. Wani watu wa Ninawi waovu, baada ya siku 3 Mungu anakuja na nyie. Ya mtachoma moto mji unaangamizwa huu hapa. Ndio nawaambia siku ya 3 nyie hapo mtakoma. Mmezidi mizambi waone kwanza. Akifikiria kwanza wamemsababishia mmezo na samaki. Ana hasira nao. Anambia wanakwambia baki mtu. Si mmezidi mnazingua. Mungu anaruka na nyinyi. Wewe mwanangu siku ya kwanza. Mfalme anavyosikia hilo, mfalme ile anavyosikia akaona tunapasuka kweli. Akaba jamani watu wote kufunga hapa hamna kula. Hakuna watoto kunyonya, hakuna hata mbuzi kuwekewa majani. Kuanzia wanyama na watu wote siku zote 3 wakafunga mwanangu, wanamwomba Mungu awasamehe. Wakamwomba Mungu kinoma. Hamna kula, hamna kunywa maji hata watoto wadogo. Watu wote wamefunga na wanyama.
Wamevaa magunia mwanangu. Sasa majani tu hapo popote majani. Hakuna nifungia bandani, hamna kuwafungulia ng'ombe. Ng'ombe wote bandani wanalia tu. Kila mtu atubu kwa sababu mji ukiangamizwa kuna ng'ombe atabaki pale. No, baki nani. Oya mwanangu, ile siku ya 3 Yona amesimama amekaa mahali kwenye kuna kamti anasikilizia wana wanapasuka. Akajua sasa hivi nasikia harufu ya mshikaki wanaungua hapo, wataungua sasa hivi. Lakini akiangalia mjini hivi. Sasa watu nyama inanukia tu. Akiangalia mjini mwanangu hivi. Aoni moto. Aoni mji ukiangamizwa. Yona akakasirika kishenzi. Nasikia harufu. Mimi nimehangaika kuwahubiria, mimi niko yeye nataka Mungu awachome awapasue kama vivi. Baadaye Yona alikuwa amekaa kwenye mkungu hivi, yule mti ulikuwa uko na amekaa hivi, ukaliwa na nani, ukaliwa na mdudu. Yona akaanza kuchoma na juu, akaanza kusikitika. Mungu akamwambia Yona, unasikitikia mkungu ambao mimi ndio nimeuotesha? Na nataka watu wangu waangamie. Wewe mkungu tu ambao mkungu sio wako. Unaonea huruma. Je, mimi watu wangu walikuwa na umuhimu. Hapo maana yake nini mwanangu? Hata kama mmezingua vipi. Na hata kama adhabu imebidi